Kwa hiyo ndugu yangu, fahamu kwamba tunaishi katika ukingo wa nyakati za mwisho kabisa. Unapoisikia kwamba tunaishi katika siku za mwisho, fahamu kwamba ndugu yangu, katika wakati ambao unaishi, huu ni wakati ambapo hatuwezi kusema kwamba tunaishi katika siku za mwisho. Tunaishi katika saa kabisa, sio siku tena, tunaishi katika saa. Hiyo saa ndugu yangu, fahamu kwamba ni wakati wote, leo, wakati huu, kesho, muda wote Yesu Kristo anarudi, kwa sababu anasema kwamba hakuna mtu ambaye anajua siku wala saa kurudi kwake, lakini yeye ameweka mambo yote wazi, kwamba tukishaona mambo hayo, mambo ambayo Yesu Kristo ameshatuambia wazi, tukiona mambo haya yaanza hapo kutokea, tujue kabisa kwamba amekaribia kurudi na yupo karibu. Kwa hiyo ndugu yangu, fahamu katika nyakati hizi ambazo unaishi, huu ni wakati ambapo sio kuendelea kukumbatia dunia hii, sio kuendelea kulemewa na mambo ya dunia hii, kwa sababu hapa anasema katika mstari ule wa 34, anasema basi jiangalieni mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi. Basi jiangalieni mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego na savyo. Kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakao juu ya uso wa dunia nzima. Ndivyo itakavyowajilia watu wote. Ile siku ambayo Bwana anashuka mahali hapa duniani itakuja kama vile mwivi ajavyo usiku, ndivyo alivyosema. Itakuwa ni siku ambayo watu wengi wataona chochote. Ile siku itakuwa ni siku ambao watu watakuwa wamelemewa na mambo haya ya dunia, masumbufu ya dunia, mioyo yao imetekwa na mambo ya dunia hii, kama tunavyoona katika nyakati hizi ambazo watu wengi wameshalemewa na masumbufu ya maisha haya. Watu ambao wengi ambao hawampendi tena Mungu, hawataki tena kusikia habari ya injili ya kutubu. Watu wengi wanataka kuendelea kupenda dunia, wanataka kuendelea kufarijiwa, waendelee kupenda dunia. Watu wataki habari za kwenda katika ufalme wa Mungu. Watu wataki habari za kwenda katika unyakuo. Watu wataki mambo hayo. Lakini anasema kwamba basi jiangalieni mioyo yenu isije kalemewa. Hapa Bwana Yesu anawaambia wanafunzi wake. Kwa hiyo kama wewe ni mwanafunzi wa Kristo, maana yake kama wewe ni Mkristo wa kweli, wewe ndiye ambao unaambiwa kwamba ujiangalie. Jiangalie nafsi yako, jiangalie moyo wako, jiangalie usije kalemewa na masumbufu ya maisha. Jiangalie usije kalemewa na ulafi na ulevi. Ulevi unaozungumziwa hapa sio ulevi tu wa pombe, ulevi wa mambo yote ya kidunia. Angalia usije ukalemewa na mambo hayo, matamasha na starehe.